Huenda kuna mambo ambayo yamefanyika katika maisha yako. Kutia uoga ndani ya nafsi yako. Hadi unapotembea unaogopa. Kuna kitu kimetendeka kwa maisha yako. Kile ambacho ulikuwa unatarajia kitendeke. Kutia uoga. Hadi unasikia watu wakizungumza kuhusu. Biblia inasema asubuhi ya leo. Usije ukaogopa. Kwa sababu yeye ni Mungu anayekutia nguvu. Atakutia nguvu tena. Atasimama tena. Hautabaki mahali ambapo upo. Utaanguka tena. Kwa sababu yeye yu pamoja nawe. Wamenena mabaya kukuhusu. Utawatafuta na hautawaona. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kuwa
utasikia wenyewe wamekosana. Kama ni wadada wenyewe wamekosana, kwa sababu walipanga vita juu yako na wewe umejifunika, umejificha kwa mkono wa Mungu. Maadui wanapoinuka wanapata umejifunika kwa mkono wa Mungu, wanapata mkono wa Mungu umekufunika, umesimama upande wa mkono wa Mungu wa kuume. Sasa hiyo adhabu inakuja kwao. Mungu anawapiga wao wenyewe. Usije mkafadhaika. Biblia inatuambia usifadhaike, usishindane na wanaoshindana nao. Bwana Yesu asifiwe. Wamenunua gari, wapi wanataka ununue gari? Wamejenga, wapi wanataka ujenge? Hujui venye wamenunua gari, hujui venye wamejenga. Wewe usishindane nao. Wewe endelea kumtumainia Mungu, kwa sababu unapoendelea kumtumainia Mungu, yeye pia atakuinua kwa wakati wake. Huyu ni Mungu wa majira, Mungu anayetenda kwa wakati wake. Usijilazimishe. Wasema venye amebariki huyu leo, pia mimi lazima nibariki leo. Tena wewe baraka zako zitakuja kesho, wakati ambapo utasimama kwa neno la Mungu, wakati ambapo utasikia mashauri kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Fanya kulingana na hayo mashauri, utaona maisha yako yatabadilika. Haijalishi ni mambo yako ambayo umepitia. Umepitia mambo mengi, umedharauliwa sana. Daudi alikuwa amedharauliwa, wana wa Jese. Hata Yese hakuwa na mhesabu. Wakati ambapo Mungu alituma Samueli kuja kumtoa kama mtumishi wake, Samueli aliuliza Yese, watoto wako wote wameisha? Yese akasema kamebaki kamoja. Ameenda kuchunga kondoo. Kwenda wewe ni Daudi ambaye umedharauliwa kwa boma lenyu, ambaye umedharauliwa mahali ambapo umeoleka. Wakiuliza fulani yako wapi, wewe hautambuliki. Wanasema kameenda huko. Wakati wa Mungu ukifika, Mungu anakuinua. Daudi hakujua kuwa atainuliwa awe mfalme. Na hata Yese baba yake hakujua kuwa huyu mtoto wako atakuja kuwa mfalme, kwa sababu alikuwa na watoto wengine wenye nguvu, wale ambao walikuwa wanasimama wakinena nchi na tetemeka. Lakini huyu Daudi ambaye alikuwa amedharauliwa, yule ambaye alikuwa anafanya kazi ya kuchunga kondoo, yule ndiye Mungu alimtumia. Wapenda, usijidharau. Ukasema mimi sina kitu, mimi sijasomesha watoto wangu, mimi sijafika mbali. Wakati wa Mungu ukifika, Mungu anaweza kuinua kutoka mavumbini, kutoka pale chini, mahali ambapo kila mtu alikuwa amekudharau, akakuketisha na watu wenye heshima. Ukisoma historia ya Daudi, utaona jinsi ambavyo Daudi alikuja akawa mfalme, akaua Goliathi, mpaka wana wa Israeli wakaanza kumwimba. Nasema Sauli aliua tu 10. Sauli aliua 10. Lakini Daudi naye ameua maelfu. Kwa sababu mkono wa Mungu ni kwa juu yake. Hakuogopa. Ungekuwa aliogopa, angetoka akapigana vita. Ungekuwa aliogopa, Mungu hangemtumia, Mungu hangemuinua akawa mfalme. Wapendwa, tusiogope.
sikuambiwa. Mimi walipanga kama sijui. Lakini Mungu atakapokuinua na kuketisha juu ya watu wote wa nchi, kupa utukufu wake, watakapokaa kukaa katika mikutano yao, watakuita, watakuhusisha, wote utakuwa miongoni mwa hizo mipango ambao wanapanga, kwa sababu Mungu atakuwa amekuinua. Anasema hivi, usiogope, kwa maana mimi pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako. Je, unajua Mungu unayemwabudu? Wakati wa shida huwa unaita huyo Mungu, sasa unakimbilia miungu mingine. Mambo yakiwa yakiwa magumu, sasa ndio unaanza kutafuta Mungu. Anasema mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, nitakushika mkono. Mungu atakusaidia, atakushika mkono, atakuinua, atakuweka usimame katika mkono wake wa kiume, hata kuacha uanguke, hata maadui wa kutawale, wale wanapanga vita juu ya maisha yako, hata ruhusu waendelee na mipango yao mibaya. Simama kwa neno la Mungu, usiogope. Tuache mashauri tukienda kwa mtumishi wa Mungu, anasema fanya hili na hili, wewe nenda ufanye, achana na kupinga, ondoa roho ya upingamizi, fanya venye amekwambia. Utakapofanya venye amekwambia, utaona utofauti. Wale ambao wameinuka na hasira, ataondoa hii hasira. Anasema hivi, wote walioona hasira juu yako watatayarika na kufadhaika. Yani watakuwa na wasiwasi, wataanza kujiuliza maswali. Huyu tulikuwa tumepanga akufe, huyu tulikuwa tumepanga kumwangamiza, mbona hajaangamizwa? Mbona hajakufa? Tena bado anaishi. Kazi yenye tulikuwa tunafikiria imeisha, tena ameinuliwa, amepewa madaraka, tena yeye anafanya juu ya sisi, tena yeye kiongozi wetu. Tulikuwa tumepanga kumwangamiza, lakini sasa ona tena ameinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wana hasira juu ya maisha yako, wale ambao wanapanga wewe uangamie, hautaangamia. Watakwenda uangamie lakini hawataona, watakwenda uanguke lakini hawataanguka, watakwenda ukufe lakini hautakufa. Utakutana tu nao, tena ukikutana nao utakuwa umejiandaa sawa, tena utakuwa smart kuliko venye walikuona hapo awali. Mpaka wataanza kujiuliza maswali. Sisi tulidhani tumemmaliza, kuhakikisha mume wake amtoroke, kumbe yeye ako sawa, kumbe yeye ako sawa. Hata wewe mwanamume atakuja kuambia, kwambia unaona nini? Sikupenda kwangu mimi kukutoroka. Dada zangu ndio wamepanga njama, na ndugu zangu waliopanga njama, wazazi wangu walipanga njama, lakini mimi sitakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, usiogope kwa maisha. Hii silaha ya uoga itafanya tuangamie, lakini usipoogopa utaona utukufu wa Mungu. Utaona Mungu akikutumia vya ajabu, utaona Mungu akikuinua kwa maisha. Haukuwa na kitu lakini utapata kitu, haukuwa unasomesha watoto
najiuliza nitaweza aje. Hata mimi nikiangalia kwa akaunti yangu hakuna kitu. Hapo ndio penye watu naanzia kuanguka. Sasa hii biashara nitafaulu aje? Hii biashara nitaifanya aje? Tayari umeweka ndani ya moyo wako. Ukienda pale kwa sababu umeogopa, hiyo biashara inaanguka. Lakini ukijipa moyo ya ujasiri na useme naenda kuanza hii biashara, unajua hii biashara itanawiri, hii biashara itaendelea, kwa hakika utaona hiyo biashara ikiendelea. Hiyo biashara itanawiri kwa sababu huna uoga ndani yako, kwa sababu umetenda mambo ambayo si ya uoga, yale ambayo kila mtu atashangaa. Anasema hivi, washindanao nao watakuwa si kitu na kuangamia. Yaani wale ambao wanashindana na wewe, wakiona umefanya hii, wapi wanaenda kufanya? Wamekuja kwa nyumba yako, wameona TV, yeye anatafuta njia kupata TV. Unipata TV kwa njia gani? Hawatashindana na wewe, hawatakuwa kitu kwako, mwishowe wataangamia. Waache waende mbio, waache waishi maisha yao, mwisho wao utakuwa mbaya, mwisho wako utakuwa mzuri. Watakuja wakupigie magoti, watakuja walie. Isaya 43 umetuambia Mungu ataleta maji katika jangwa, wale wanyama wa jangwani watakuja kukunywa. Hao wanyama wa jangwani ni watu ambao walikuwa wanasema mabaya kukuhusu, wanena mambo mabaya kuhusu maisha yako. Watakuja wakuinamie, watakuja wakuombe. Mtu anakwambia nipepo tu hata kama ni shilingi 100. Watoto yangu wanalala njaa, watoto yangu hawana nguo, watoto yangu hawajaenda shule, nisaidie tu hata shilingi 100. Lakini wakati ule walikuwa wananena mabaya kukuhusu, walikuwa wanasema mambo mabaya kuhusu maisha yako.
akule, mpe maji akunywe, mpe chakula akunywe, kwa sababu Mungu atakuwa amekubariki. Asubuhi ya leo nimewaambia kwa mafundisho, pia kuna kitu huwa kinafanyika kwa maisha yako. Hicho kitu kinaweza kuja kibaya, wewe pia ukaona tu ni kitu kibaya kweli, hata ukajiuliza hata huyu mwenye nilikuwa naamini yeye pia anaweza sema hivi kuhusu maisha yangu. Huyu ambaye alikuwa rafiki wangu wa karibu, huyu ambaye nilikuwa namwamini, naenda namwambia siri yangu, yeye pia anaweza nena hivi kunihusu. Pengine Mungu alimtuma aje anene hivyo ili wewe uamke usingizini, usije useme kumbe hapa nilikuwa nafanya hivi na ilifaa nifanye hivi. Sasa itakupea nguvu, itakupea nguvu. Si kila neno lenye kila mtu ananena litakuwa na kuharibu maisha yako. Neno lingine linakuja kukutia nguvu, kukuinua. Wenye walisema sitaweza, na nikasikia kuwa sitaweza, hilo neno sitaweza litanitia nguvu mimi ning'ang'ane, nifanye kwa bidii ili niweze, kwa sababu wao walisema sitaweza na mimi nataka niweze. Sasa natumia hilo neno ambalo walisema kufanya ili nifaulu. Bwana asifiwe. Leo usisikie neno la mtu likakuogopesha, likafanya ukaanguka, likafanya ukakwazika. Kwa mfano kama wewe ni mwimbaji, umeambiwa tu hapa ungeimba hivi, ungeimba hivi ingekuwa sawa, lakini kwa sababu wewe umeambiwa hilo neno, sasa unasema kama ni uimbaji mimi naacha. Usiache, tumia hilo neno lenye umeambiwa kurekebisha mahali ambapo kuna shida. Kama sasa ni kuimba uimbe sana, wale ambao walikuwa wanafikiria utaacha wakuone ukiendelea. Kama ni biashara, wale ambao wamenena vibaya kuhusu biashara yako, usiende ukaketi nyumbani nasema kama ni biashara nimeacha. So wamenena mabaya kunihusu, sasa biashara naachana nayo. Tumia hilo neno hasa kusimamisha biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumia neno ambalo umeambiwa na mtu kuimarisha ndoa yako. Yeye lengo lake lilikuwa kuangusha hiyo ndoa, lakini hilo neno wewe litumie kusimamisha hiyo ndoa. Amekwambia maneno mengi kuhusu ndoa yako, tumia hayo maneno kuimarisha hiyo ndoa, na utaona Mungu akikuinua. Lakini ukianza kufedheka, uanguke tena, useme kama ni kanisa nimeacha, ndiposa Mungu atatuma maadui. Hapo ni ataachilia maadui wako wakutawale. Lakini ukisimama, hao maadui wote watakimbia, watatoroka, hutawaona. 12 nasema hivi, utawatafuta wala hutawaona, wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa. Wale waliofanya vita juu yako, yaani watu wabaya ambao walinena mabaya kukuhusu, watakuwa si kitu tena maishani mwako. Utakuwa unawaona hivi na unawadharau, utakuwa unawaona hivi na unasema sasa hawa, hata ukilinganisha maisha yako na yao
13 inasema hivi. Wehumile chidawibo lendi. Kwa maana Bahumbosi. mimi Bwana Wese mwami. Mungu wako. Nasaye wao. Nitakushika mkono wako wa kuume. Mbendahu ni mkono kwa msacha. Nikikwambia Mbeni huorera. usiogope. Ora mamuri. Mimi nitakusaidia. Wese nchoku honya. Kwa sababu Mungu atakushika mkono. Bahumbosi nasaye na hudira mkono. Mkono wako wa kuume. Bamuhono kwa msacha. Atakuinua. Wechoku kinguna. Atasema usiogope. Wemani ya choku wala mbora Kwa mamuri. sababu yeye pamoja nawe. Bahumbosi niya aliyalanda. Atakupigania. Wechoku kuyania. Atafanya wale maadui waangamie. Wechoku kila wale wasukuba sasihe. Usiogope Yakobo. Mbwe wonaria ya kono. Uliye mdudu. Mbwe uleo sidudu. Nanyi watu wa Israeli. Mwenewe wandu wa Israeli. Mimi nitakusaidia. Mwese ncho ukonya. Asema Bwana. Mwe abola mwami. Na mkombozi wako. Mwenende uya mkombozi wao. Ni mtakatifu wa Israeli. Mwenye no mlafu wa Israeli. Anasema atakusaidia. Mwenye abola mwe ncho ukonya. Kwa lile jambo ambalo unaona ni gumu kwa maisha yako. Mweneri kwa yolela mwenye. Kwa mambo ambayo umeona hayafaulu. Mwekalama kuwa kwa lushi kwa kalasikachi. Umejaribu kwa mara ya kwanza. Umejaribu kwa mara ya pili. Umejaribu kwa mara ya tatu. Unaona haya mambo yajafaulu. Wapenda usiache kujaribu. Wewe endelea kujaribu. Wewe endelea kumtumainia Mungu. Utaona akikushika mkono. Utaona akikuinua. Utachipuka tena. Anasema mtu unapokatwa, mtu utachipuka tena. Pengine ulikatwa ukaangushwa chini. Ukaekwa chini. Kila mtu anajua hautainuka. Lakini Mungu anasema usiogope. Atakuinua tena. Atakushika mkono. Akusimamishe mbele ya maadui zako. Usije ukaogopa. Wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa wanatoka Misri wanaenda Kanaani. Maadui walikuwa wanawafuata. Walikuwa wanataka kuangamiza. Wanasema hawa wana wa Israeli wasiende. Tunataka warudi watusaidie kazi. Hao ndio wamekuwa wakifanya kazi hapa. Lakini hawakujua wakati wa Mungu ulikuwa umefika. Wana wa Israeli waliogopa. Na Mungu akaambia Musa, ambia wana wa Israeli wasiogope. Kwa sababu hawa wa Misri wanaowaona leo hawatawahi waona tena. Lakini kuna jambo ambalo unaliona leo kwa maisha yako. Unaona si jambo la kawaida. Unaona ni jambo mbaya kwa maisha yako. Na kwa hilo jambo hautawahi liona tena. Usiogope. Haya magonjwa ambayo yanakutesa sasa, hutawahi yaona tena. Mungu atakupigania. Haya maadui unayowaona leo, hutawahi yaona tena. Mungu atakupigania. Mungu atakuinua. Mungu atakusimamisha. Hutawahi yaona tena hawa wa Misri. Hawakujua kuwa Mungu ana mpango wa kuangamiza. Walipoingia katika Red Sea, wakaangamia wote. Wakafa. Ndiposa wale wa Israeli wakakumbuka. Wakasema kweli, tumeambiwa na Musa tusiogope. Kwa haya Misri ambayo tunawaona leo, hatutawahi waona tena. Maji yao wameangamia. Maji yao wamekusia ndani ya bahari. Hata Mungu anatuambia tutawatafuta hao walionena mabaya kutuhusu. Tutawatafuta wale ambao walipanga mipango mibaya kwa maisha yetu. Lakini hatutawaona tena. Kwa sababu Mungu atakuwa amewaangamiza. Mungu atakuwa amewaondoa kwa maisha yetu. Hawatakuwepo tena kwa maisha yetu.
Yesu asifiwe. Amen. Ni mambo yapi ambayo yamekuchosha kwa maisha? Ni mambo yapi ambayo watu wamenena kwa maisha yako? Hadi wewe ukitembea hauna jina. Wamekuharibia jina kule nje. Wamekubandika maneno ambayo wewe huyafahamu. Wamekuita majina ambayo hayana heshima. Wamekupangia kukuangamiza. Usiogope. Simama imara. Anasema atakushika mkono. Wacha Mungu akushike mkono. Wacha Mungu akuinue. Ili wale ambao walikuwa wanakupangia mambo mabaya, Mungu atawatoa. Atawatoa kwa maisha yako. Hautawaona tena. Kama ni amani ulikuwa unatafuta, utapata amani. Kama ni biashara ulikuwa umeanzisha, hiyo biashara itanawiri. Kama ni ndoa, Mungu atasimamisha ndoa yako. Atakuwa ameondoa vizuizi. Atakuwa ameondoa vitu ambavyo vilikuwa vinafanya ndoa yako iangamie. Ataondoa vitu ambavyo vilikuwa vinaharibu kazi yako. Utafanya kazi kwa amani. Utarudia kazi iliyokuwa yako. Ingine ilikuwa yako mtu mwingine akachukua. Huu ni wakati wa Mungu kukurejeshea kazi iliyokuwa yako. Huu ni wakati wa Mungu kurejeshea ndoa iliyokuwa yako. Huu ni wakati wa Mungu kurejeshea boma lililokuwa lako. Ni wakati wa Mungu kurejeshea furaha iliyokuwa yako. Kurejeshea amani iliyokuwa yako. Usiogope. Simama imara. Sikia neno la Mungu. Mungu anasema nini? Anatuambia hivi: utakaposikia sauti yangu na kufuata maagizo yangu, hapo ndipo mtakula mema ya nchi. Sauti ya Mungu inasikika. Mungu ananena kupitia watumishi wake. Unasikia sauti hii kwa muda mrefu. Unasikia Mungu akinena. Ni wewe mwenyewe kufuata hayo maagizo ya Mungu. Usiogope. Kwa maisha usiogope. Unasikia neno mbaya, pengine umepigiwa simu, usianze kuogopa. Wewe nenda mbele za Mwenyezi Mungu. Atia umetenda haya, lakini naomba uyabadilishe. Naomba ugeuze haya yawe mazuri. Yale mabaya ambayo maadui wananiwazia, wacha uyageuze yawe mazuri. Usifadhaike. Wapendwa, tusimame. Ni kitu kipi ambacho wewe umepitia? Malizia. Ninaomba kila mmoja asimame. Wewe tafakari. Ni mambo yapi ambayo yamekupata kwa maisha? Yale ambayo yamefanya ukaogopa, ukatamani kutoroka hiyo ndoa, ukatamani kuacha uimbaji, ukatamani kuacha neno la Mungu. Ni kipi ambacho kimetendeka kwa maisha yako? Mungu anasema usiogope. Yeye yu pamoja nawe. Ako tayari kukushika mkono, kukuinua tena, kukupa utukufu mbele ya maadui zako. Ni nini ambacho wewe umetenda? Ni kipi ambacho kimetendeka mbele za Mungu zako? Kwa maisha yako ni jambo lipi ambalo limetendeka? Lile ambalo limekutia uoga. Ukitembea unaogopa. Kama ni ndoa umeshikilia tu lakini bado uko na uoga. Hauna uhakika kama huyo mwanamume ni wako. Hauna uhakika kama atarudi. Kama ni kazi umeshikilia tu, hauna uhakika kama itaenda. Wewe mwenyewe unajua. Tunapoimba wimbo mmoja wa kuabudu, kisha baada
kwa maisha.